nikitazama kwa mitandao naona ujumbe ule naona watumishi mbalimbali wanaendelea kutangaza akina Frank wewe vile huko Ndacha unaona na watumishi mbalimbali ambao walikuwa wamejifundisha ama umeanza kuwa convinced na ujumbe na umeelewa ujumbe wa ufunuo kupitia kwa mtandao. Nimeelewa kupitia kwa mtandao. Mimi nilikuwa nimechaguliwa kama secretary. Wa kanisa gani hilo? Hebu tuambie kwanza. Kanisa ambalo nilikuwa naenda ni kanisa ambalo linaitwa Free Pentecost. Karibuni sana wapendwa wanaotufuatilia kwenye channel ya Warning Voice of the Last Days. Leo niko na watumishi hapa, mtumishi Boni, karibu sana. Asante. Bwana Yesu asifiwe. Amina, amina. Vile vile ningependa watangazie wasikilizaji channel yako pia. Kwa hivyo channel yangu inaitwa End Time Advent Ministry. End Time Advent Ministry. Ingia pale, subscribe na utakuwa unapata mafundisho hasa yanayohusiana na wakati huu. Asante. Upande wangu wa kulia pia tuko na mtumishi ambaye anaitwa mtumishi Peter Murangiri. Ni kijana barubaru. Karibu sana mtumishi. Asante sana mtumishi Deme. Kwa kweli hiyo majina ndio naitwa Peter Murangiri. Uko na channel? Mimi niko na channel. Inaitwa Light Bearers Ministry. Ukifuatilia hiyo channel utakuwa unanipata huko. Asante. Kuna jambo ambalo ningependa tuweze kuongea kwa pamoja kwa wale watu wote ambao wanatufuatilia kwenye mtandao. Mnapotuona hivi, tuko na jambo ambalo tungependa kuwasilishwa mbele yenu. Maana tumekuwa tukidumu pamoja kwa muda mrefu, tumekuwa na Boni, tumekuwa na Peter. Wale ambao wanatufuatilia wameona sehemu ambazo tumekuwa tumehubiri sana kama sehemu hizi za Meru. Lakini katika safari hii ambayo tumekuwa nayo, tumekuwa na changamoto mbalimbali na tunashukuru Mungu amekuwa pamoja nasi. Lakini kabla ya hayo niwafahamishe tu ya kwamba tuko Meru, maeneo ambayo tumekuwa na makambi. Na makambi yetu imekuwa mzuri na leo ikiwa ni Ijumaa inaelekea kuisha. Kwa hivyo mnaponiona hapa nilikuja kwa sababu ya makambi ambayo tumekuwa nayo. Lakini kuna jambo ambalo ningependa kufikisha mbele zenu kulingana na kupeperusha ujumbe wetu mtandaoni. Kumekuwa na shida. Hata video ya leo kwa wale ambao walikuwa wanafuatilia kwa channel ya Warning Voice of the Last Days, kumekuwa na makelele sana. Hiyo shida imehappen kutoka zamani, na ni shida ni ya kwamba tunatumia kitu ambacho hakifai kutumika kwa simu, maana wanatumia simu. Na hiyo earring inafaa tumike kwa kamera. Kwa hivyo nimeiforce na ni kama imeharibu simu yangu. Ndio naona last Sabbath kabla nikuje huku nilijaribu kuweka na ikakataa. Na ikakataa kabisa, ikawa na makelele paka hiyo sermon sikuenda live. Na kuna mambo mengi ambayo nilifaa nifanye live hata kabla nifike huku, lakini sikufanikiwa maana mitambo ilikuwa mbaya sana. Na niliwahi kujaribu kuhusisha watu kuhusiana na jambo hili kipindi kilichopita ama mwaka jana, wakati nachangisha laptop. Kwa wale ambao wanafuatilia zile clips, niliweza kuhamasisha watu, lakini tukapata pesa ya laptop peke yake. Na nawashukuru kwa wale ambao walichanga, nikapata laptop, lakini pesa ya kamera ndio sikupata. Sasa kwa nini kama watu wa Mungu tuhangaike na ujumbe ambao tuko nao na usikike? Kwenye kitabu cha Ufunuo wa Yohana 14 mstari wake wa 6 tunaambiwa ya kwamba ujumbe huu inafaa wafikie lugha, jamaa na kabila na watu wote wa tabaka mbalimbali. Na hawa watu wengi wao wanaishi sehemu mbalimbali. Kwa hivyo wakati ambapo ujumbe hauendi sawa, sauti ambayo inafaa sikika kwa ufasaha kwenye mtandao inapokosa kusikika, huwa naumia sana moyoni. Wakati video haionekani vizuri, watu wanataka kuona ni nani anayehubiri. Watu wanataka clarity lakini hawapati. Sasa inakuwa ni changamoto, na hiyo ni kosa sana kama sisi, maana tunaambiwa na roho ya unabii ya kwamba ujumbe wetu unafaa usikike in clear and simple language. Kwa hivyo hiyo ni makosa makubwa sana. Vile vile nikakuja nikagundua
sio mimi peke yangu ambaye niko na hili changamoto. Vile ambavyo tumekuwa huko vile vile nimegundua kwamba pia watumishi wenzangu hawa ambao nitawapatia pia nao waweze kujieleza. Ukiangalia kama channel ya mtumishi Boni, mtumishi Boni amekuwa na channel ambaye imekuwa kwa muda, lakini unapoangalia mara nyingi unapata sauti haisikiki vizuri. Kwa hivyo changamoto ambayo linanikumba mimi linamkumba pia yeye. Labda atueleze kwa hilo channel ambaye amewatajia, changamoto ni gani mtumishi? Asante sana mtumishi kwa mambo ambayo tayari umeweza kueleza, na ninajua ya kwamba Mungu ako na watu wake mbalimbali na katika sehemu mbalimbali, na ambao pia wamekuwa kifuatilia katika channel zetu One Voice of Last Days, na pia za watumishi wengine End Time Advent Ministry, na pia kwa channel zingine ambazo zipo za watumishi ambao wanaendelea kupeperusha ujumbe wa wakati. Ukweli ni kwamba wapendwa, tunaishi katika kipindi ambacho tunahitajika tuweze kufanya kazi wakati ni mchana, na ndio maana vile vile tumekuja mbele zenu kwa sababu ujumbe wa kipindi cha mwisho na ambao tunaambia kwamba tunahitajika tufanyie ujumbe huo kazi wakati ni mchana, ni ya kwamba wale ambao Mungu amekabidhi ujumbe huo kivyetu hatuwezi kubeba, maana mahitaji ni mengi na majukumu ni mengi. Lakini wakati ambapo tutakapokuwa na umoja kama huu ambao tunazungumzia, ukweli ni kwamba kazi ya Mungu itaweza kufanikiwa. Ndio maana pia tunapozungumzia kuhusu kupeperusha ujumbe katika maeneo mbalimbali, maana Yesu anasema injili hiyo inahitajika ihubiriwe katika kila taifa. Si kuhubiri tu kwa maspika kwa giza, bali kuna watu ambao wanafuatilia katika sehemu mbalimbali. Wengine wako Marekani, wengine wako Saudi Arabia, wengine wako maeneo mbalimbali katika dunia hii, wengine wako China, wengine wako katika sehemu mbalimbali, na ni watu wa Mungu ambao wanahitajika waweze kufikiwa na ujumbe kama huu. Kwa hivyo wakati Yesu anaposema tena habari njema ya ufalme itahubiriwa katika ulimwengu mzima, ni pia kupitia mitandao. Ni sehemu moja ambayo imeweza kusaidia wengi sana, hata wewe ambao unaendelea kutufuatilia katika masaa kama haya. Kwa hivyo changamoto ambazo kama mimi nimekuwa nikizipitia ni zile tu ambazo mtumishi ameweza kusema. Ya kwanza ni hiyo clarity katika video. Kwa hivyo ukiangalia kama mtu kwa video, yani unakuwa haumuoni vizuri, yani ni kama si yeye. Ana katika anapozungumza labda hata sauti yake yani unasikia hizo vitu haziendani, unaona haziendani na kile ambacho yeye mwenyewe anachosema. Kwa hivyo ya kwanza ni hiyo clarity katika picha hiyo kuonekana. Pili ni kuhusiana na sauti, na ambao tunajua ya kwamba hiyo iko na maana kubwa zaidi, sauti. Naam. Kwa hivyo kama ni sauti unasikia kabisa hiyo sauti mtumishi inangorota. Kwa hivyo inakuwa ujumbe wakati wewe umechemuka sana, ujumbe ambao unautoa. Na hata umeshangaa sana hiyo maneno hata inachomoka kutoka wapi. Lakini wakati ambapo unapokuja kureview hiyo video, unaona inakuvunja moyo. Unaona hiyo video inakuvunja moyo. Kwa hivyo unakosa huo ujumbe wote umepotelea wapi. Kwa hivyo wale wenye wako kwa ground wanasikia uzito. Wanasikia ujumbe, lakini kabisa. Wale wenye wako wanafuatilia kwa mtandao hawasikii. Wanaona ni kama wanacheza. Na hilo ndilo tatizo sasa mtumishi. Naam. Asante. Kwa kweli tunapitia changamoto sote kama unavyotuona hapa, na ni jukumu letu. Na kama mlivyosikia kutoka kwa mtumishi Boni, shida yenye ako nayo ndio ambayo pia mimi napitia. Lakini tunaambiwa kwamba ujumbe wetu unafaa usikike. Wengi wameokolewa kupitia kwa mitandao. Kwa mfano mtumishi Murangire. Naam. Wewe ulipata ujumbe mara ya kwanza wapi? Kwa kweli mtumishi, ujumbe unapatikana ama unaendelea vizuri katika kipindi hiki ambacho tunakaa. Kwangu mimi binafsi ni kwamba mimi nilikuwa mtu ambaye anaenda kanisa la Sunday. Ulikuwa Mjumapili? Nilikuwa Mjumapili. Tena nilikuwa mhubiri. Kwa hivyo ukiangalia katika sehemu hii tuko ambayo ni sehemu ya Meru, kuelekea Isiolo kule county, mimi nilikuwa nimechaguliwa kama secretary. Wa kanisa gani hilo? Hebu tuambie kwanza. Kanisa ambalo nilikuwa naenda ni kanisa ambalo linaitwa Free Pentecost. Ndio nilikuwa naenda. Kwa hivyo lilikuwa sehemu hapa chini tu kunaitwa Mekidori. Kwa hivyo nilikuwa nashiriki pale, nilikuwa mwalimu wa Sunday school,
Nilikuwa mtu wa kucheza vinanda, Kwa hivyo unajua kupiga gitaa. Hizo nilikuwa class na pia mambo na keyboard, piano yani. Kwa hivyo lakini baadaye nikawa msomi wa Biblia, nikawa nasoma Biblia. Vile ambavyo nafundisha wengine, nasoma. Kwa hivyo nikapatana na uelewa zaidi. Nikaanza kusoma wanyama na nini, nikaanza kupatana na ujumbe. Baadaye ndio nikaingia katika mtandao. Nikaanza kuuliza, naandika kama kwa YouTube, Ufunuo hiyo 17 na maanisha aje? Nikaanza kupatana na jumbe pale za watu wengine wa Marekani ambao wanaeleza katika mitandao. Wanaeleza Revelation 13. Wanaeleza hivyo. Kwa hivyo mimi nikaanza kuwa nasoma na keti kwa nyumba nasoma. Kwa hivyo nikaanza kuwafuatilia. Baadaye ndio nilikuwa napatana na Mwalimu Dacha. Kwa hivyo Dacha umempatana naye kwa mtandao? Nipatana naye kwa mtandao. Ukifanya research yako? Nikifanya research yangu pale. Kakuta mihadhara na Waislamu. Naam. Nikaanza kuelewa sasa. Mahali ambapo sasa nilikuja kuwa convince, niko na mama mzazi. Huyo mama mzazi ni kwamba kuna pasta wa Sabato alikuwa anamtembelea kila wakati mahali ambapo alikuwa anafanyia kazi. Kwa hivyo alikuwa anaenda wanazungumza na yeye, wanaketi wanaongea mambo ya imani. Kwa hivyo siku moja huyo mchungaji akakuja na magazine. Akapatia mama. Naona? Kwa hivyo na ukumbuke mimi nafuatilia kwa mitandao sasa wakati huo. Kwa hivyo ulikuwa umejifundisha ama umeanza kuwa convinced na ujumbe na umeelewa ujumbe wa ufunuo kupitia kwa mtandao? Nimeelewa kupitia kwa mtandao. Kwa hivyo sasa mama akakuja akaniambia nimekuja na hii magazine, nimepatiwa na mchungaji wa Sabato. Naam. Kanisa la Sabato. Kwa hivyo mimi nikachukua, akaniambia nisomee nione vile ambavyo nieleze inamaanisha aje. Sasa mimi nikachukua ile magazine, nikaanza kusoma. Zile mafundisho zenye ziko pale ni zile ambazo napata kwa mtandao. Sasa vile alikuwa ameweka vizuri. Nikaendelea kufuatilia. Nikisoma na compare na Biblia, nikisoma naenda kwa Biblia. Ndio sasa nilikuja kupata uelewa, kumbe Sunday sio siku ya ibada. Alafu unakumbuka kwa mtandao napatana na hizo mihadhara na kina Mwalimu Dacha na watu wengine wa kutoka Marekani kule. Unaona? Nakutana nao wanafanya hizo video ama hizo studies kwa mtandao yani YouTube. Sasa mimi nikawa na uelewa zaidi. Nikaelewa na mimi sasa nikaketi nikajisomea vizuri. Nikafuatilia nikasoma. Kisha baadaye ndio nilikuwa nafanya uamuzi. Nikaita wale wachungaji, maana nilikuwa nimechaguliwa pale. Nikaita mchungaji, nikaita wazee wa kanisa, tukaketi na wao. Nikawaambia mimi sasa ni kama naona sitaendelea. Wakaniuliza kwa nini? Nikawaambia kuna ukweli ambao nimeanza kujua. Wakaniuliza ukweli gani? Si sasa nimesoma, nimeona kwa mtandao, nimekuwa na experience ambayo niliona kwa mtandao. Vile ambavyo watu wanasoma, wanaelewa, wanauliza maswali. Kwa hivyo ile maswali wananiuliza, ile tu inaulizwa kwa mtandao yenye naona inajibiwa kwa mtandao. Sijui kama mnanielewa watumishi. Nakuelewa kabisa. Kwa hivyo ndivyo niliweza kuelewa. Sasa mimi yule mchungaji akikuja kupakua noti zake na kuangalia. Sasa akiniuliza swali, already najua lile swali. Kwa hivyo najibu na andiko. Vile ambavyo nilikuwa naangalia kwa mitandao na vile ambavyo niliweza kuelewa. Asante. Kwa kweli umenishangaza na pia nafikiri kwa wale ambao wanatufuatilia ya kwamba ndugu aliweza kupata ujumbe kupitia media. Inamaanisha kama sio hawa Marekani kujitoa ama kusimamishwa ama kusaidiwa kupata kamera nzuri na vifaa nzuri vya kutoa sauti, nafikiri haungesikiliza. Singepata huo ujumbe kweli, singepata kabisa. Kwa hivyo inamaanisha ya kwamba media iko na impact kubwa sana katika kizazi chetu. Naam. Na kama wana matengelezo sisi tumejitoa na ujumbe. Lakini ujumbe huo haufai kubaki tu makanisani. Haufai kubaki na watu wetu. Hapana. Tutafanyaje ujumbe wetu itoke nje? Inamaanisha lazima tutumie media. Kama Mwalimu Dacha angejitokeza aweke kwenye media, huyu ndugu angeelewa Sabato vizuri. Kama wale wengine hawangetoa hangeelewa. Kwa hivyo tunaongelea kitu ambacho ni sehemu ya Injili. Tena sehemu kubwa, media ni sehemu kubwa sana. Naamini wengi wamekombolewa na wengi wameokoka, wengi wamepata ujumbe wetu kupitia mitandao. Tunapigiwa masimu kutoka huko Zambia, huko Malawi, Burundi, kuna watu kama 7. Wananiambia sisi tumesikiliza ukweli, tumejitenga. Sasa tutafanyaje ili tuendelee kuboresha media yetu? Na sasa mtumishi, naam. Ukiangalia mimi usiku wa kuamkia leo, naam. Mtu alinipigia simu akaniambia mimi nimefuatilia kwa mtandao na kwa hivyo nahitaji kubatizwa.
Na unaona vile ambavyo tunakula shinda. Unaona? Hata hazitoi vizuri. Simu ambayo tunachukua nayo, hiyo sauti yenyewe itoki. Na huyo mtu anafuatilia. Manipigia tu simu, anahitaji kubatizwa. Aidha sabato hii ama sabato hii nyingine. Ni hiyo sehemu ya Mikindori kule, amenipigia tu simu. Kwa hivyo ukiangalia mitandao inafanya kazi kubwa. Na kwa sababu tuko na ujumbe wa mwisho, lazima kama watumishi hapa, pamoja na wale ambao wanatusikiliza, pamoja na wale ambao wanatusaidia kufanya hii kazi, ili kazi iweze kufanikiwa, tuweze kuunganika. Kama ni hiyo kamera, tuweze kupata hiyo kamera, ndio ujumbe uweze kusonga mbele vizuri, mtumishi. Naam. Kwa hivyo unaona, mnapoangalia Murangire hapa, mjue ya kwamba ni mazao ya mtandao. Sasa kuna wengi kama yeye ambao nafaa wapate ujumbe. Ili waweze kuelewa, ili waweze kufikiwa. Tunaambiwa ujumbe ufike kila mahali. Sisi hatuwezi tukafika kila mahali. Ama mtumishi Boni unasemaje? Tunaweza tukafika kila mahali? Hatuwezi kabisa, lakini mtandao unapenya kila mahali. Unapenya kwa State House, unapenya kwa watu wa dunia mbalimbali. Hawa watu wote, kwa ma DJ nani hawa watu wote. Juzi simeona clip ya DJ nikitoa ushuhuda wake. Huyo ni mtu amefuatilia akapata ujumbe kwa mtandao, na kuna wengi kama hao. Kwa hivyo jambo hili mimi nitaliongea kwa mwisho, na naomba likubalike machoni penu jambo hili. Kilio chetu tunafanya haje kuweza ku-maintain media yetu kama ya Wana Matengenezo. Wote ambao wanatufuatilia, wale ambao wanapenda kusikia ujumbe wetu, na wale ambao hawana kinyongo. Maana kuna watu wengine ni kinyongo, hata saa hii wanasikia tunapoongea hivi, wanaona ni kama tunatafuta pesa, wanaona ni kama mfai kuendelea. Sasa wanataka tuendelee tu hivyo hivyo. Mimi nakataa, sitaendelea kudunisha ujumbe wa malaika watatu kwa kupitia sauti mbaya, kwa kupitia kamera mbaya. Hiyo mimi nakataa. Ni heri niende kazi, niachane na hii kazi, nipotee kwa mtandao hata kama ni mwaka ama miezi 6. Nirudi Isili, maana hapo ndio kuna pesa. Mahali nilikuwa nafanya mwanzo. Nikikaa hapo miezi 3, miezi 4, niko na kamera mzuri. Si hata Biblia inaruhusu. Si ilikuwa ni Walawi. Walirudi mashambani. Walipokuwa hawaoni muhimu, hawaoni kile kitu cha kufanya ujumbe endelee, cha kuwasimamisha, ilibidi warudi. Kwa hivyo tuelewe umuhimu wa media. Na ninapoongea hivi naongea kwa machungu, maana naumia sana wakati ambapo tuko na ujumbe ambao unafosikike kwa njia inayofaa, haisikiki. Pamoja na watumishi wenzangu, ujumbe ambao unafosikike, hii Meru ni kubwa, lakini haisikiki. Shida ni nini? Tunafaa tuongee, tuzungumuze hapa, tumalize hilo jambo leo. Mtumishi Boni, uko na lipi la kusema? Karibu. Kitu ambacho, asante mtumishi. Kitu ambacho ninaweza kusema ni ya kwamba wapendo, ujumbe ambao tumepewa si ujumbe wa kuzungumzia kwa kichaka ama kwa giza, bali ni ujumbe ambao unahitajika uweze kutazamwa na dunia nzima. Na ndio maana tunaishi katika kipindi ambacho ujumbe wa malaika watatu ambao tunaendelea kuutangaza, tunaambiwa ujumbe huo unahitajika ufure na kukua kilio kikuu. Maana yake lazima ujumbe huo uweze kuingia katika maeneo duniani, na watu ambao wanaofuatilia katika sehemu mbalimbali ama watakao tazama ujumbe huo katika sehemu mbalimbali, pia wao, hata kama wengine hatutaonana na wao uso kwa uso, watu kama hao tutapatana na wao mbinguni. Na njia ambayo tutaweza kutumia ni kama hii kabisa ambayo tunazungumzia, mtumishi. Na ndio maana vile vile watu kama hao ambao kwa katika maeneo mbalimbali, tunaomba katika jambo hili tuweze kuunganika na tuweze kuwa kitu kimoja kwa ajili ya kuweza kupata hizo cameras ambazo zitakuwa clear. Na kama upande wa sauti natumai pia utaweza kuwa sawa wakati unapata kamera ambayo ni nzuri na vitu za sauti hizo. Ujumbe kama huu utaweza kuendea watu kama hao, na wengi wataweza kuongoka, kama vile ambavyo umeweza kusikia kutoka kwa mtumishi. Kuna watu wengine wengi ambao hawajaweza kufikiwa na ujumbe kama huu ambao wapendwa tunaufahamu, na wengi wetu ambao vile vile mnatufuatilia mnaufahamu. Na njia ambayo tunaweza kutumia pekee ni hii tu ya mitandao kufikia watu kama hao. Kufikia watu kama hao. Kuna wengi ambao vile vile saa hii wako katika maeneo mbalimbali, Vatican, Roma, sehemu mbalimbali. Unaona? Lakini njia ambayo tunaweza kutumia, maana hatuwezi kufika pale kwa sababu saa hii pia uchumi umeharibika, na pia hali tulio nayo si mzuri, hatuwezi kupanda ndege, hata hiyo pesa hatuwezi kupata watumishi. Ndio. Kwa hivyo njia ambayo tunaweza kutumia ama ndege ambayo tunaweza kuitumia ni sauti na kamera. Na tukifanya hivyo, natumai ya kwamba ujumbe kama huu tutaweza kupeperusha mpaka katika maeneo mbalimbali, kila mtu akiwa sehemu ambayo yupo. Asante mtumishi. Asante. Kwa
sababu ya hiyo basi nawaomba sana na naomba muungane na sisi, na kama mnavyotuona ya kwamba tuko katika umbrella moja hapa ya kupeleka ujumbe vile ambavyo mimi nahubiri, ama ujumbe ambao niko nao si ujumbe unaopingana na Boni, si ujumbe ambao unapingana na Murangiri. Ujumbe wetu ni moja, tuko katika one umbrella. Na naomba tuwe na upendo tukiona kazi ya Mungu ikifanyika. Najua kuna watu wengine ambao wako kwenye kanisa lakini hawapendi mhubiri akivaa takasuti kazuri kama haka kangu. Hawapendi kabisa. Anataka tu aone wewe umerarukiwa. Hiyo ndio furaha yake. Huyo ni mtu ambaye anafaa kushindwa, na huyo mtu hafai kututisha katika kupeleka ujumbe. Kuna mwingine hata napoomba kamera ama tunapotafuta suluhisho la kupata kamera nzuri, ameanza kuona hasira. Hizo vitu hazifai. Kama ni wewe, omba Mungu akusamee, akuondolee hiyo kitu. Maana lengo letu ni kupeleka ujumbe wa malaika watatu. Ujumbe wa malaika watatu unafaa ufike kwa njia ambayo inafaa. Kwa mfano, asa wacha tusikilize kwanza hata Boni. Nimekumbuka. Wewe ulisikia ujumbe wapi ama ulipatapataje ujumbe pia? Karibu sana. Kwamba historia yangu ya kupata ujumbe kwa njia ya kifupi ni ya kwamba nilisikia tu mara ya kwanza nilisikia ujumbe wa hadhara. Nilisikia ujumbe wa hadhara kutoka katika kikundi fulani ambacho vile vile naona ya kwamba si vizuri kukitaja kwa sasa. Hicho kikundi. Unaona? Hicho kikundi. Lakini baada ya kupata ujumbe kwa hicho kikundi nikawa ninachunguza. Japokuwa walikuwa wamejitenga na SDA nominal, Waadventist wa Sabato nominal, ambao tayari tunaona wameondokea ukweli. Kwa hivyo nilipopata ujumbe kwa kile kikundi, saa hii ni kama kiliisha hivyo. Okay. Baadaye sasa nikawa katika kile kikundi, ikafikia wakati kuna mgorogoro wa mafundisho ambao uliweza kuja. Ni kama kile kikundi hata baada ya kujitenga hawakuwa na msimamo wa kweli katika imani. Kwa hivyo ikafikia mahali mimi sikuwa katika kanisa la SDA. Kupitia kusoma na vijana ambao tulikuwa nao tukakuja kuona ya kwamba kuna kanisa ingine ambayo ni ya Mungu sasa. Hawa ni offshoot, inaitwa SDA. Hawa walitoka kwa hiyo SDA. Sasa nikaweza kurudi katika sasa hiyo kanisa ya SDA. Lakini nikawa pale. Lakini kwa kile kikundi ambacho nilikuwa si mambo yote ambayo walikuwa wamepotoka. Hata katika mambo ya ibada, Pathfinder, misalaba na hizo vitu zingine walikuwa wamepinga. Kwa hivyo mimi niliporudi kule SDA nilikuwa bado reformer. Kwa hivyo nikarudi na ule ujumbe. Sasa nikiona vitu ambazo hasifai, mimi nilikuwa pale kama kurekebisha, kama mrekebishaji. Lakini ndio nikakuja vile vile pia mimi kufuatilia katika mitandao na watumishi mbalimbali katika maeneo ya mbali USA na sehemu zingine nyingi. So wazungu wengine kama hawa kina Jamal Sankey, watu kama hao Jeff Pepper na hao. Kwa hivyo nilipoanza kufuatilia vitu kama hizo ndio nikakuja kuelewa ya kwamba kumbe hii organization imefanyaje? Imeasi na imebadilishwa. Kutoka hapo sasa ndio tukaanza kupeleka ujumbe kama huo sasa kwa nguvu. Maana natazama naona unaendelea kwingine na unatangazwa kwa nguvu. Na mimi nikaanza vile vile kutangaza ujumbe kama huo. Baadaye ndio sasa nikitazama kwa mitandao naona ujumbe ule naona watumishi mbalimbali wanaendelea kutangaza kina Frank, wewe vile vile huko Ndacha, unaona, na watumishi mbalimbali ambao walikuwa sehemu mbalimbali. Hakuna yule ambaye alikuwa amepatana na mwingine, labda wakati tuko nominal Joel Ramotesia na hao. Sasa tukawa na message moja, lakini kila mtu ako maeneo yake na hakuna kitu ambacho tunashare. Kwa hivyo kulingana na mimi naona ya kwamba ni Mungu ndiye aliyetupatanisha. Maana wakati mwingine vile vile mtumishi ananipigia simu ananiambia nimetafuta namba yako sana, naona unaendelea na kazi huko kwa mitandao. Kwa hivyo mitandao vile vile ndio iliyotupatanisha kabisa. Hata vile ambavyo tumekutana hapa ni kupitia mitandao kabisa. Tukaweza kujuana na ndio maana vile vile tuko hapa wapendwa, ili kwamba tuweze kushirikiana katika hilo jambo ili pia tuweze kufikia wengine, maana tunajua Mungu ako na watumishi wake sehemu mbalimbali na ambao vile vile tunahitajika tukue na umoja na wao asowa imani na ujumbe huu uweze kuwafikia kabisa. Tunahitaji kuwafikia. Asante. Sasa bila kuongea maneno mingi, nafikiri tumejieleza vya kutosha. Yule mtu ambaye ako na sikio la kusikia habari ama kilio chetu kinachohusiana na ujumbe ama kupeleka ujumbe, nafikiri amesikia.
Sasa tulipokuwa tunaongea na watumishi hawa kujaribu kufikiria nini tunaweza tukafanya, tukaona tutafute watu kama watu 50 wachache, lakini ikipatikana 100 ni sawa. Lakini tumesema watu 50 wala ambao watakuwa na nia, wala ambao wako na machungu ya kuona ujumbe unaenda kwa kasi, wala ambao wako willing kujitoa hata maisha yao ili ujumbe ende. Najua kuna nukuu kama hiyo. Iko. Kama tuwasomee. Naposema maisha wanaanza sema, mmetaka kujoin kwa Freemason. Hapana. Yaani tuko tayari. Watu kama hao ambao wanaweza kuwa tayari hata kutoa maisha yao mradi ujumbe uendelee. Tukasema tukipata watu kama hao, kwa mfano tumepata watu kama 50. Na tutengeleze group la hao watu 50. Na tuseme kwa sababu uchumi ni mbaya, tuseme tuweke tu budget ya kila mmoja wa hao watu 50. Hawa wanatoa 400. 400. Hiyo ni pesa ngapi? Bipiga mahesabu, angalia. Maana kamera mzuri ni ya 120. Tukiweka gadget na hizo sound card inakuja almost 130. Pesa ambazo tunafaa mtumishi apate 130, mimi nipate 130, Mrangiri apate 130, tutakuwa tumeepukia jambo hilo, tatizo hilo litakuwa limeisha kabisa. Lakini hiyo 120 ama 130 inaonekana kuwa ni pesa mingi. Lakini tukishikana pamoja, tuwe na watu wenye nia moja, watu wenye wako na wivu na kazi ya Mungu isonge, wako na hasira ya kiungu, hiyo pesa ni kidogo. Kuna msemo unasemwa ya kwamba umoja ni nguvu. Tumepata hawa watu 50, kila mtu akitoa 400, hiyo ni pesa ngapi kwa mwezi? Hiyo ni pesa ngapi? Kwa mwezi moja inakuja ngapi? Inakuja 20,000. Hiyo ni pesa kiwango ya chini kabisa. Tukisema ya kwamba tuweke hiyo 20,000 kila mwezi, tutaenda miezi mingapi? Tutaenda miezi mingapi? Tukiweka hiyo 20,000, tutaenda miezi mingapi? Miezi 6. Na sisi hatuna haraka, hata kama itaenda miezi 6 ama miaka 2, bora tupate vitu vya kupeleka ujumbe malaika watatu. Sasa hiyo ndio kiwango ama mahesabu ambayo tulipiga ya mtu wa chini kabisa. Tukasema ya kwamba tupate watu hao. Inamaanisha tukiwa na watu 100 na wako waaminifu kwa kutoa 400, hiyo ni 40,000. Tukipata watu hao 100, na naamini Mungu ataleta hata zaidi ya hao watu. Na pia kuna wale ambao Mungu amewajalia kipato chao, anaweza akatoa kwa mwezi 1,000, mwingine anaweza akatoa 5,000, mwingine 10,000. Hiyo haimaanishi ya kwamba sasa lazima kama uko na hiyo kiwango kikubwa ama uko na hiyo kipato kikubwa utoe 400. Hapana, hiyo 400 tumeweka tu kama approximate, kama ya chini kabisa. Na yule ambaye atakayeingia kwenye group, maana lazima tutafungua group. Kweli. Lazima tufungue group. Mwenye anaingia kwa hiyo group anajua anaanza kutoa 400 kuendelea. Nani anaweza shindwa na 400 kwa mwezi? Kwa hiyo group haitakuwa ati sijui ni mijadala, sijui ni nini. Hapana. Hiyo ni ya one mission. Tunakumbushana tu. Mwezi inapoisha tunakumbushana. Wiki inapoisha tunakumbushana. Hiyo ndio itakuwa kazi ya ile group, mpaka tuhakikishe ya kwamba tumepata kamera ya kwanza. Twende hivyo tupate kamera ya pili. Twende hivyo tupate kamera ya 3. Maana tusipofanya hivyo, hakika sisi tutaendelea kubaki na machungu. Kama mimi sina amani kabisa. Kama last Sabbath nilikuwa katika kanisa la CBD. Pale hakuna hata mtu ambaye ako hata na kamera nzuri ya kutoa sauti nzuri, hakuna. Mpaka nikashangaa, sisi wana matengelezo kwani tumerogwa? Naongea na wewe mpenzi msikilizaji unayenifuatilia. Hiyo ndio agizo ama ndio jambo ambalo tumetafakari na tunaona tufanye hivyo. Kwa hivyo ukitaka kujoin hiyo group, wale ambao wanatufuatilia, wale ambao wako na namba yangu, ni text tu kwa WhatsApp, niambie nataka kujoin hilo group, na tutatuma linki hata hapa kwenye channel zetu. Kama uko na namba ya Boni, mtext, mwambie Boni nataka kujoin hiyo group. Kama uko na namba ya Peter Mrangiri, utamtext. Na zaidi ya yote, hiyo linki tutaweka kwa mitandao yetu. Tunatafuta watu 100 au 200 watakao kuwa wanatoa 400. Hiyo ni hesabu ya chini. Sisi tuko tayari kuvumilia hata kama ni miaka 3.
lakini bora tupate kitu safi kitakachopeleka ujumbe mbele. Vile vile tumechagua mtumishi hapa anaitwa Peter Mrangiri. Huyu ndio treasurer wetu huyu. Msinitumie mimi pesa, msitume kwa Boni pesa. Hapana. Namba tunawapatia ya kutuma pesa hapo. Mtumishi, utawasomea hiyo namba. Usome namba sasa hivi tunapoendelea kuongea. Uwasomee. Hiyo pesa zitakuwa zinatuma kwa hiyo namba. Mpatie Mike aweze kusema hiyo namba. Kingine ambacho labda ningeweza kuongezea alafu aweze kusema namba. Naam. Ni ya kwamba vile vile kuna watu ambao Mungu amejalia na uwezo. Anaweza hata kununua kamera peke yake. Najua kuna watu kama hao. Yaani anapoangalia katika channel ya kwamba kamera ambayo inachukua ni mimi niliyehusika katika hiyo kamera. Vile vile mtu kama huyo anachukuliwa, ni yeye anapeperusha hapo katika sehemu ya huo ujumbe. Kwa hivyo kuna watu kama hao ambao hawezi kusimama na kuchukua mic ama kuanza kutangaza ujumbe kama huu. Lakini Mungu amewajalia na uwezo hata katika familia yake, yeye na familia yake. Aseme tunataka kuhusika katika ujumbe wa malaika wangapi? Watatu. Na tunatazama kazi ambayo watumishi wanafanya. Ningependa tununue kamera kama familia yangu tuanze kupeperusha ujumbe na hilo familia litakuwa bado linapeperusha ujumbe, bado watakuwa wamefanya kazi ya Mungu. Wewe jiulize, mwake naisha, umefanya kazi ya Mungu? Hiyo ndio maswali ambayo tunafaa tujiulize. Wengi wanafurahia tunapokuwa viwanjani, lakini hawajui changamoto tunazopitia kweli, na hawajui ya kwamba tunafanya kitu ambacho kinafurahisha Mungu. Kwa hivyo wanafaa wahusika pamoja na sisi, watembee na sisi, watembee kwenye nyayo zetu. Tunapopeleka ujumbe nao wapeleke. Hata kama wako makwao, wako mbali, apeleke ujumbe kwa kuchangia. Kwa hivyo mtu huyo bado hatujamzuia. Kama hapo ajitokeze na tafuta mtumishi mmoja na mwambia tafuta Boni, tafuta Peter. Mwambie mimi nitatoa 50,000 na familia yangu tumeona tunaweza tukatoa 50,000. Bado itakuwa kwanza atakuwa amerahisisha. Kweli kabisa. Tunaposema 400 ni pesa ya chini, hatujafungia mtu wa kutoa kiwango cha juu. Kwa hivyo sote tupatane kwa hiyo group, tuongee mambo yetu, watu watoe hizo pesa, wale watakaotoa zaidi watoe, wale watakaoona wao kutoka, unajua watu hawafanani. Kuna yule ambaye yeye ataona kweli mimi nitangangana na hiyo 400 kila mwezi. Hatuwezi tukamfungia nje. Alafu pia kuna yule wa 200 kila mwezi. Huyo wa 200 anaweza kuwa yeye atakuwa tu mwaminifu. Kila mwisho wa mwezi anatuma hiyo 200 kwa namba ya Mrangiri. Kisha zinajumuisha kwa hii 400 na kwa hii nyingine. Kwa hivyo tujoin hiyo group. Mtumishi. Asante mtumishi. Unaweza ukasema jambo alafu ukawasomea namba yako. Ninapoenda kusoma namba ni kwamba kweli watumishi, ukiangalia mfano juzi umekuwa Tanzania. Naam. Tanzania watu wengi kule wamepata ujumbe kupitia mtandao. Tanzania si ni kubwa mtumishi? Sana. Na wale mnapatana nao ni watu wa kutoka sehemu mbalimbali. Lakini wamepata ujumbe kupitia mitandao. Kabisa. Kwa hivyo ni kumaanisha tukiwa na kamera nzuri tutafanya kazi kubwa. Naam. Unaona? Kama mimi hivyo naniangalia na wale ambao wanaangalia. Nimepata ujumbe kupitia hiyo mitandao, nikaweza kuelewa. Kwa hivyo niko na hiyo hamu pia na wengine nao waweze kupata ujumbe. Unaona? Kwa hivyo hata tunapopeana hii namba, kama uko na uwezo vile ambavyo tumeeleza watumishi, hata unaweza ukanunua kamera peke yako. Mungu anaweza kubariki. Kwa hivyo hatukufungi kabisa. Unaweza ukasimamia kamera. Hata kama ni 3 Mungu amekubariki na uwezo. Unaweza ukasimamia. Useme mimi nanunua 3. Useme hata nanunua hizo 3. Tunaendelea na ujumbe. Kabisa. Kwa hivyo watu wa Mungu ni kwamba tujikakamue. Tunaambiwa tuweke akiba mahali ambapo hakuna nondo hawafiki. Nondo hawafiki, si ndio? Naam. Tufanye mifuko ambayo isiyochakaa. Naam. Kwa hivyo akiba yetu inafaa kuwa kule mbinguni. Kwa hivyo mali ambazo tumebarikiwa nazo ni za kufanya kazi ya Mungu kipindi hiki ambacho tuko. Kwa hivyo kama tuko na fedha, Mungu amekubariki na mashamba na nini, ni kipindi cha kufanya nini? Kazi na hizo mali. Naam. Kwa hivyo nataka kusoma namba ili wale ambao wataweza kusupport waweze kutumia hiyo namba. Namba mtumishi ni 07. Utaanza na alama ya kujumuisha, maana naamini Tanzania watatofuata. Na Tanzania wacha ni waeleza anaposoma namba. Naam. Watanzania wala ambao wanatusupport. Nafikiri hiyo 400 kwa pesa ya Tanzania ni kama 9,000 hivi za Tanzania. Tunaomba hizo 9,000 kila mwezi, yani ni pesa za chini. Lakini kama unaweza toa zaidi ya hiyo 9,000 basi bado hatujakufungia mlango. Na vile vile tunakuita kwenye group
tuzungumuze mambo hayo kwa group. Kama unaona unaweza join kwa group, kama unaona uwezi join lakini utakuwa mwaminifu, chukua hii namba. Kweli. Ufanye vile ambavyo utakavyoona wewe. Lakini muradi tupate pesa za kupata hizo kamera. Kwa hivyo kwa wale ambao wanatufuatilia Tanzania ni 900 ya huko. 500 ni 1000 kama 10 ya huko. Kwa hivyo ni kitu 9,000 8,000 hapo. Yenye tunaomba pesa ya chini. Kama uko na zaidi ya hapo bado nakaribishwa. Na zitafika kwa namba ambayo mtasomewa hapa. Kwa hivyo naanza na alama ya kujumuisha, maana kuna watu Kongo watataka kutuma. Kuna watu Tanzania, kuna watu Mozambiki, kuna watu ng'ambo, kuna watu sehemu mbalimbali watataka kutuma. Haya, karibu. Kwa hivyo namba ya kutuma kama vile mtumishi ameweza kueleza, mtumishi Demi, Mungu aweze kubariki sana. Naam. Pia mtumishi Boni kwa kujitolea kwa kazi ya Mungu. Amen. Kwa hivyo kwa wale ambao wako Tanzania ama Kongo, nchi mbalimbali, tunaanza na plus 254 7 988 768 95. Narudia tena, plus 254 7 988 768 95. Asante. Asante. Nafikiri ya kwamba hiyo ndio namba pesa zitakuwa zinaingia. Naam. Pesa za kununua kamera. Na amini ya kwamba wote ambao watachukua hiyo namba waelewe ya kwamba watakuwa wametupatia nguvu, watakuwa wametembea na sisi katika mahubiri sehemu yoyote ile tutakayokuwa. Naweza nikasema jina mtumishi. Naam, jina itakuwa italeta nani? Jina itatoa Peter Murangeri. Kwa hivyo hilo ndilo jina ambalo litatoka kwa hiyo namba. Naam, asante. Naam. Wote wenye moyo wa kufanya kazi ya Mungu, tujumuike pamoja. Na usivunjwe moyo na mtu, na watumishi msivunjwe moyo na mtu. Kweli. Hii ni kazi ya Mungu. Na kazi ya Mungu hakuna mwanadamu anafaa azuie. Wanadamu wote wanafaa wahusike kwa ajili ya kusambaza hii ujumbe, ili ujumbe huu usambae mbele. Na wewe unaonisikiliza, kama utakuwa na rafiki yako mwenye unajua kweli ako na huo uwezo kwenye familia yako, muhusishe, mwambie kuna kazi ya Mungu mahali imelemewa, inahitajika ifanyike, na Mungu atatukuzwa. Jina la Mungu litapewa sifa kwa hiyo njia ambayo utakuwa umechukua mkondo. Sasa watumishi, sijui kama mko na jambo la lipi la kusema la mwisho kabla tujaomba. Langu ni kushukuru wapendwa ambao wametufuatilia na ambao wanazidi kutufuatilia. Nashukuru sana, Mungu aweze kuwabariki wale ambao wataendelea kujitolea kusaidia kazi ya Mungu iweze kusonga mbele, hasa kipindi ambacho tunakaa cha mwisho. Kwa hivyo langu tu ni kusema wapendwa, Mungu awabariki. Kile ambacho utapata support kazi ya Mungu ndio iweze kusonga mbele. Langu tu ni kuwashukuru wale ambao wanaendelea kutufuatilia kwa mitandao. Mungu aweze kuwabariki na zaidi aweze kuandaa kwa ajili ya ufalme wa milele ambao unakuja hivi karibuni. Asanteni. Asante. Kwa hivyo tupatane kwa hiyo group. Tutakuwa kwa hiyo group tuweze kuorganize kila hatua. Nafikiri treasurer ndio huyo. Tutakuwa napangilia tumepata pesa ngapi mwezi hii. Kila mwezi tutakuwa tunatoa hesabu yenye tumepata hizo pesa. Na mambo yote yatafanywa kwa hiyo group kwa wale ambao watajoin ile group. Na pia kuna watu ambao hawataki kuonekana kwa group, hawataki kujoin. Pia nao watume tu pesa hata kama hawataki kuonekana kwa group. Bado hiyo hesabu itakuwa inatusaidia pakubwa. Karibu sana mtumishi, ongee jambo la mwisho alafu tatuombea tunapohitimisha. Asante. Kwa hivyo nashukuru sana kwa wale ambao wameweza kufuatilia ujumbe huu. Wewe ambaye umeweza kutufuatilia, Bwana apate kukubariki sana unapoendelea kuungana nasi katika jambo hili, ili kwamba kazi ya Mungu iweze kufanikiwa. Kwa hivyo umoja ni nguvu, utengano ni udhaifu. Tunaishi katika kipindi ambacho tunahitajika tuweze kukua na umoja, hasa katika kazi ya Mungu. Tunaomba. Baba yetu ishiye mbinguni, tunakushukuru. Tuaje mikononi pako tukisema ni asante kwa vile ambavyo unaendelea kuwa pamoja nasi. Tunaomba ujumbe huu ambao umetupa katika kizazi cha mwisho, wote ambao tunaunganika katika ujumbe huu na kukua na umoja ili kwamba uweze kufanikiwa. Bwana, mibaraka yako iweze kuambatana pamoja nasi. Wale wote ambao wanaendelea kujumuika pamoja nasi katika jambo hili,
Usiwache Bwana waweze kupungukiwa na chochote. Kabariki kazi ya mikono yao, na zaidi ya yote vile vile kazi wanazozifanya Bwana kaendelea kuwabarikia, kaonekania katika kila jambo. Na pia wale ambao wanaotazama video hii lakini hawana chochote cha kusupport, pia wao Bwana kawabariki, ili kwamba pia wao waweze kuhusika katika kazi yako na katika kupeleka ujumbe wakati wa mwisho. Tunaomba neema yako iweze kuwa pamoja nasi, katutie nguvu hasa katika wakati huu. Neema yako itutoshe, na zaidi ya yote vile vile jambo ambalo liko mbele yetu la mitambo kwa ajili ya kuweza kufanikisha ujumbe kwenda katika maeneo mbalimbali. Bwana, ni ombi letu ya kwamba jambo hili litaweza kufanikiwa na jina lako litazidi kutukuzwa katika mataifa mbalimbali. Katika jina lako Kristo tunaomba kwa imani. Amen. 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 Warning Voice of the Last Days, sauti ya ukweli.